Habari, mimi naitwa Kala na ni daktari wa binadamu, na leo katika mfululizo wa mada za kiafya nitazungumzia mada ambayo huwa ni moto sana kwenye jamii zetu. Mada ya maumbile ya mwanamke au uke. Watu wengi wamekuwa wakijaribu kujaribu kubadilisha maumbile yao au kutumia dawa mbalimbali kubana uke wao uonekane mdogo, na kumekuwa na mila potofu kwenye jamii yetu kuhusu kitu gani ambacho kinafanya uke uwe mkubwa au uwe mdogo. Kwa hiyo leo nitaenda kuzungumzia na kueleza vitu gani ambavyo vinafanya uke wa mwanamke uwe mkubwa au uwe mdogo. Lakini pia nitaenda kuzikanusha hizo taarifa ambazo sio sahihi zinazozungumzia uke kwamba unaongezwa na ukubwa na tabia fulani fulani au vitu fulani fulani. Maumbile ya mwanamke kwa pointi ya kwanza kabisa msingi ya kitu ambacho kinaweza kufanya uke wa mwanamke ukaongezeka ni maumbile ya kuzaliwa. Kitaalamu tunaita genetics. Kama jinsi ambavyo unaona kuna mtu ni mrefu, mwingine ni mfupi, mwingine ni mnene, mwingine ni mwembamba, mwingine ana mdomo mkubwa, mwingine ana mdomo mdogo, mwingine ana pua ndefu, mwingine ana pua fupi, au kichwa kikubwa au mwingine kichwa kidogo. Ndio hivyo uke wa mwanaume ambavyo wa mwanamke ulivyoumbwa. Kwamba ukoo wako au wazazi wako au genetics zako ndio zinaamua wewe uke wako uwe na ukubwa kiasi gani. Kwa maana hiyo kuna watu ambao wametoka kwenye koo ambazo uke wao ni mdogo unabana, na kuna watu wametoka kwenye koo ambazo uke wao ni mkubwa. Hayo sio matatizo ya kimaumbile, ni maumbile ya kawaida kabisa. Kama jinsi wanaume wanavyozaliwa, kuna wanaume wamezaliwa na uume mkubwa, wengine wamezaliwa na uume mdogo. Ndio hivyo inayotokea kwa wanawake. Kwa hiyo kama wewe mwanamke mtu anakuambia kwamba wewe uke wako ni mkubwa, hapana, huenda ni mkubwa kwake, lakini kuna wanaume ambao wewe nao unalingana nao. Au uke wako ni mdogo kwa mwanaume fulani, kwamba ni mdogo sana, labda yeye hawezi kutosha kwako. Unaona, lakini kuna wanaume ambao wanatosha kwako. Kwa hiyo binadamu tumeumbwa kwa ajili ya compatibility. Kuna watu ambao wako compatible, nikimaanisha kwamba wanapatana, kwamba wao size zao zinafanana. Kwa hiyo wakikutana wanafurahi. Na kuna watu ambao hawako compatible. Mmoja ni mkubwa sana, mwingine ni mdogo sana. Kwa hiyo wakikutana kunakuwa hakuna uwiano. Ndio kelele zinakuwa nyingi sasa hapo. Lakini nachotaka kusema kikubwa kwenye hii pointi ya kwanza ni kwamba genetics ndio kitu kikubwa sana ambacho kinachangia size ya uke wa mwanamke. Cha pili ni umri. Umri wa mwanamke unavyokwenda, tuseme labda anapovunja ungo pale, kwa kawaida anakuwa na uke fulani ambao ni mdogo au wa size ya kawaida. Lakini umri unavyozidi kwenda, uke wake unazidi kutanuka kwa sababu ya kupungua homoni za estrogen. Ni homoni za kike ambazo zinahusiana na kutanuka kutanuka na kurudi kwa uke kwenye hali yake ya kawaida. Kwa hiyo mwanamke ambaye alikuwa na miaka 17 baada ya miaka 10 au 20 hawezi kuwa vile vile. Na njia nzuri ya kupima
sio kumpima mwanamke mwenye miaka 40 na mwingine mwenye miaka 20, hapana. Unatakiwa umpime yule kwa kumpima alivyokuwa mwanzoni sasa hivi. Kwa sababu za kimaumbile, mtu mwingine anaweza kuwa na miaka 40 lakini uke wake ni mdogo kuliko mwenye miaka 20 kwa sababu ya point niliyotoa hapo mwanzoni, point ya genetics au maumbile ya kuzaliwa. Haya, kitu gani kingine kinasababisha uke kuwa mkubwa? Kitu kingine kinachosababisha uke kuwa mkubwa ni kuzaa kwa njia ya kawaida. Kuzaa kwa njia ya kawaida kunaongeza saizi ya uke, lakini kama unavyofahamu uke ni kitu ambacho kinatanuka na kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Unaona? Kwa hiyo mwanamke akizaa uke wake unaongezeka, lakini hauongezeki sana. Unaongezeka kwa kiasi kidogo sana. Kiasi kwamba ni ngumu hata kwa mwenza ambaye alikuwa anaishi naye kabla kujua. Kwa hiyo baada ya uzazi uke utarudi kwenye hali yake ya zamani, lakini hautarudi kwenye ile hali ya mwanzo. Utaongezeka kidogo. Unaona? Kitu kingine ni uzito. Uzito, yani unene, unaweza kuchangia uke kuonekana ni mkubwa kuliko kawaida kulingana na sehemu za misuli, sehemu ambazo zinatakiwa zote zina misuli kwenye sehemu ya uke kujaa mafuta. Sasa misuli ndio ambayo inafanya uke uonekane unabana, unafanya nini, sio mafuta. Kwa mtu akinenepa sana kwa njia moja au nyingine anaweza kaonekana na uke mkubwa kuliko kawaida, lakini sio hivyo. Sababu nyingine ya mwisho na ya tano tunasema umri wa mwisho au menopause. Menopause ni kipindi ambacho mwanamke anasimama kutokwa na damu. Mwanamke akisimama kutokwa na damu, hormone nyingi zinapungua. Ule unyevunyevu wa uke pia unapungua kwa sababu ya zile hormone ambazo walikuwa nazo kipindi cha ujana zimeshuka sana. Kwa hiyo hata uke wake pia unaonekana kama vile umeongezeka, lakini hayo ni mabadiliko ambayo ni ya kawaida, ni ya kibinadamu. Kwa hiyo sio mambo ya kushangaa. Kwa hizo ni sababu kuu 5 ambazo zinaweza zikasababisha uke kuongezeka. Sasa kuna sababu moja ambayo naweza nikaita ni kashfa au ni mawazo tu ya watu mtaani kwamba kulala na wanaume wengi au kulala kushiriki tendo la ndoa mara kwa mara. Hiyo ni kitu ambayo kitaalamu haina ushahidi. Mwanamke anaweza kulala na mwanaume mwenye uume wa size tofauti bila kuathiri maumbile yake, kwa sababu uke wa mwanamke unatanuka kulingana na size ya uume ambao unakutana nao. Kwa hiyo point kwamba mwanamke alilala na wanaume wengi uke wake unaongezeka, hiyo haina ushahidi. Sasa vitu gani ambavyo mwanamke anaweza kufanya ambaye anahisi kwamba maumbile yake ni makubwa, kuwa na maumbile ambayo ni miembamba kama anavyotaka yeye? Kuna mazoezi yanaitwa Kegel exercise. Unaweza ukayafanya mwenyewe ukiwa nyumbani, na njia ya kufanya mazoezi ya Kegel naweza nikakuelekeza kwa njia rahisi. Ni kwamba Kegel ni kama mtu ambaye anabana misuli ya kizazi. Ni kama vile mtu ambaye anataka kukojoa alafu akazuia mkojo usitoke. Yale ndio mazoezi ya Kegel. Kwa hiyo unaweza kuona unabana, haimaanishi kwamba ndio uyafanye ukiwa na mkojo, hapana. Hata kama ukiwa hauna mkojo unaweza kuwa unabana na kuachia. Kwa hiyo kwa muda fulani yale mazoezi yanaweza kusaidia. Lakini pia kuwa fit. Unaweza kuwa fit tu kwa mwili mzima. Kama kuna point nimesema kwamba ukiwa mnene unaweza kuchangia hiyo hali. Kwa hiyo ukiwa mtu wa mazoezi, ukawa fit, ukawa hujanepa sana, pia inakusaidia kuwa fit. Kuna watu wanafanya upasuaji, sio kitu ambacho na recommend au nawaambia watu wakafanya upasuaji, hapana, lakini
Kuna watu ambao wanafanya upasuaji kurekebisha maumbile yao, lakini huwa ni vipaumbele vya mtu. Lakini mimi kama daktari napenda watu wafanye vitu ambavyo ni asilia, ambavyo kwa sababu upasuaji huo una madhara yake, unaona. Hamna upasuaji ambao hauna madhara. Kwa hiyo napenda kuwashauri watu kufanya vitu ambavyo havina madhara. Kwa hiyo nashukuru kwa kuniangalia. Hii ilikuwa ni kwa leo tu, nimezungumzia hii point ili kuclarify mambo ambayo yanazungumzwa sana mitaani kuhusu maumbile ya kike. Asante kwa kunisikiliza. Like, subscribe, share na washikaji. Acha ujumbe wako, uniambie unafikiri nini kuhusu point ambayo nimezungumza kwenye video hii. Asante.